Karibu sana mtoto mzuri katika kipindi chetu cha mtoto na Biblia. Kipindi ambacho tunajifunza neno la Mungu kwa njia ya hadithi. Na leo tuna hadithi ya Balaamu na punda anayeongea. Nifuatilie vizuri katika hadithi hii. Wana wa Israeli walipokuwa safarini wakitoka Misri kwenda Kanaani, walifika mji unaoitwa Moabu. Wakaamua kupumzika na kuweka makazi ya muda hapo kabla ya kuendelea na safari yao. Mfalme wa Moabu aitwaye Balak alipowaona kwenye mji wake aliogopa sana. Alishasikia matendo na vita walivyoshinda, akaogopa. Basi mfalme Balak wa Moabu aliogopa kwamba wangeweza kumnyang'anya nchi yake. Kwa hiyo akamuomba Balaam aje Moabu ili kuwalaani Waisraeli. Lakini Mungu akamwambia Balaam, usiwalaani Waisraeli. Kwa hiyo Balaam akakataa kwenda Moabu. Mfalme Balak akamwalika tena mara ya pili na kumwahidi atampa chochote alichotaka, akampelekea na zawadi, lakini bado Balaam akakataa. Kisha Mungu akamwambia hivi, unaweza kwenda lakini useme tu jambo ambalo nitakwambia mimi useme. Basi Balaam akapanda punda wake na kuelekea Moabu. Moyoni alipanga kwenda kuwalaani Waisraeli, ingawa Mungu alikuwa amemwambia asifanye hivyo. Basi malaika wa Bwana akatokea barabarani mara 3. Ingawa Balaam hakumuona malaika huyo, lakini punda wake alimuona malaika akiwa ameshika upanga katikati ya barabara, amesimama kwa mbele. Kwa hiyo punda akawa anagoma kwenda. Mara ya kwanza akatoka barabarani akaingia shambani. Mara ya pili punda akaanza kujisukumiza kwenye ukuta na mawe na hivyo kuubana mguu wa Balaam ukutani. Mwishowe punda akalala katikati ya barabara. Na kila mara alipokuwa anagoma kwenda, Balaam alikuwa anampiga punda wake huyo kwa fimbo, kwa sababu Balaam macho yake alikuwa hayaoni nini kiko mbele, lakini punda aliona. Basi mara ya 3 Mungu akamfanya punda azungumze. Punda akamuuliza Balaam hivi, kwa nini unaendelea kunipiga? Balaam akasema, umenitendea kama mjinga. Ikiwa ningekuwa na upanga ningekuua. Punda akasema, nimekuwa nikikubeba kwa miaka mingi. Je, nimewahi kukutendea hivi? Punda anamuuliza Balaam kwa huzuni, kwa nini amempiga hivyo? Basi kisha Mungu sasa akamruhusu Balaam amwone malaika wa Bwana. Kisha akamwambia, Mungu alikuonya usiende kuwalaani Waisraeli. Balaam akasema, nimekosea, basi nitarudi nyumbani. Lakini malaika akasema, unaweza kwenda Moabu, lakini useme tu kile ambacho Mungu atakwambia useme. Kwa mara nyingine tena Balaam anaambiwa, wewe nenda, lakini usiseme maneno yako. Basi baada ya hapo Balaam akafika Moabu, akajaribu tena kuwalaani Waisraeli mara 3, lakini mara zote Mungu alimfanya badala ya kuwalaani awabariki. Kwa hiyo akajikuta anatamka maneno ya baraka badala ya laana. Basi mfalme alikasirika sana, lakini mwishowe Waisraeli walishambulia Moabu na Balaamu aliuawa. Tunajifunza nini kwenye hadithi hii? Mungu ameahidi kuwalinda wale wanaomtii na kutembea katika njia zake, sawa sawa na Zaburi 34:7. Tunapofanya mambo yasiyompendeza Mungu, ataruhusu mambo mabaya kwetu. Ni lazima tuwe watii wa sheria zote za Mungu, tusiwe na tamaa, tusifuate ushauri wa watu wabaya, sawa sawa na Yakobo 4:4. Unaposhauriwa na watu wabaya, usikubali, mtii Mungu katika kila kitu. Sawa mtoto mzuri, tukutane tena katika kipindi kingine, tutakuwa na hadithi nyingine nzuri sana. Bye.